أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Naam, ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo nimewaleteeni mada ambayo inahusiana na kupangilia mambo yetu na wakati, ambayo itakuwa na unwani ya kaifa tudiru waktaka binajahin, yani vipi unaweza kupangilia muda wako kwa kufaulu. Kwa sababu tumeona watu wengi sana leo walioharibikiwa ni kwa sababu ya kutokupangilia vizuri muda wao. Watu wengi sana leo wameferi ni kwa sababu ya kutokuweka vizuri na mipangilio salama katika wakati wao na muda wao. Ndipo al-Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam amekuja kutufundisha namna ya kupangilia muda, namna ya kupangilia mambo yako. Ndipo anasema Ali bin Abi Talib alayhi salam maneno mazuri sana, maneno ya dhahabu, akisema ya kwamba yambaghi lil'aqili ay yakuna lahu fi nahari 4 saatin, kuna takikana kwa mwenye akili sawasawa kuwe katika siku yake masaa kama manne. Haya masaa manne al-Imamu Ali alayhi salam ametufundisha namna ya kugawa siku yetu, namna ya kupangilia mambo yetu katika siku. Al-Imamu Ali alayhi salam anasemaje? Anasema ya kwamba saatun yunaji fiha rabbahu, huyu mtu mwenye akili katika siku yake basi aweze kutenga muda ambao ataweza kumwabudu Mola wake, aweze kutenga muda ambao ataweza kumshukuru Mola wake, aweze kutenga muda ambao ataweza kufikiria sawa na kumfikiria Mola wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Inatakiwa tuishi kutambua ya kwamba hizi riziki zote tunazozipata, haya mazuri yote tunayoyapata ni Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujalia. Kwa hiyo sisi kama wajaliwa inatakiwa tuweze kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inatakiwa tuweze kumshukuru pia. Al-Imamu Ali alayhi salam amegawa muda wa kwanza katika jambo hilo. Kwanza ni Mola wako, na jambo la pili Al-Imamu Ali alayhi salam anaendelea kutupa maelekezo namna ya kupangilia muda wetu, namna ya kuweka sawa majambo yetu katika siku. Anasemaje? wasaatun yuhasibu fiha nafsahu, na huyu mtu mwenye akili aweze kupata muda ambao ataweza kuhesabu nafsi yake. Ndipo pale pia tunapata maneno mazuri sana yakisema ya kwamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hesabuni nafsi zenu kabla mjahesabiwa. Maana yake nini? Ni kwamba utakapokuwa na kawaida ya kuhesabu nafsi yako kabla ya kuhesabiwa, basi itakuwa ni sababu kubwa sana ya kupunguza madhambi, hata kama siku hata yote, lakini utakuwa na kitu ambacho kitakufanya uwe na hofu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakapokuwa na kawaida ya kukaa chini na kuhesabu ya kwamba mimi leo nimefanya madhambi mangapi, mimi leo nimesengenya watu wangapi, mimi leo nimedhulumu watu wangapi. Utakapokuwa na kawaida hii ya kuhesabu hivi makosa yako katika siku, itakuwa ni sababu kubwa sana ya kukupa hofu na kuweza kumtaka istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kinyume yake,
Utakapokuwa hauna kawaida ya kukaa chini na kuhesabu nafsi yako, bimaana utakuwa ni mtu ambaye unafanya madhambi wala tubali, na hata haujali kabisa. Unafanya leo dhambi na kesho unafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hautakuwa na hofu yoyote ndani ya moyo wako, hautakuwa na hofu ya aina yoyote katika akili yako, katika moyo wako pia. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unafanya makosa pasina ya hudud. Kwa hiyo Al-Imamu Ali alayhi salam anatufundisha na anatubainishia pia namna ya kupangilia muda wetu katika siku ili tuweze kufaulu katika dunia na kesho akhera. Anaendelea kusema Imamu Ali alayhi salam katika jambo la tatu ya kwamba wasaatun yaati fiha ahla alilmi yubasirunahu biamri dinihi wa duniyahu. Na huyu mtu mwenye akili aweze kupata muda ambao ataweza kuenda kwa watu wa elimu, sawa, ili waweze kumpa maelekezo ya dini yake na dunia yake pia, kwa sababu tunaambiwa kwamba mtu atakapokuwa na elimu sawa, kupata kwake dunia ni vyepesi sana kuliko mtu ambaye atakuwa na dunia tu. Kupata kwake elimu pengine huende kawa ni changamoto, na mtu ambaye ana elimu ataweza kuitumia vizuri elimu yake katika dunia yake. Bimaana, mfano, mtu anapokuwa amesoma dini, anatambua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria zake. Mfano, riba ni haram. Leo unapoanzisha kitu fulani ambacho kinahusiana na riba, kama umesoma, basi hapo elimu yako itakunufaisha ikiwa ni mwenye kutaka kunufaika. Kwa hiyo Imamu Ali alayhi salam anatufundisha ya kwamba elimu ni bora. Anatufundisha ya kwamba watu wa elimu ni bora, yani wale wa elimu pia ni bora. Kwa hiyo inatakiwa tuiheshimu elimu, pia tuwaheshimu na ahlu zake. Ndiyo maneno ya Imamu Ali alayhi salam yanaashiria kutufundisha hivyo. Anaendelea kusema jambo la mwisho Imamu Ali alayhi salam, wasaatun yakhlu fiha baina nafsihi wa ladhatiha fima yahil. Na huyu mtu katika siku yake aweze kupata muda ambao anaweza kupumzika, muda ambao anaweza kustarehe kidogo, muda ambao anaweza kutembea tembea kidogo, muda ambao anaweza kufanya mazoezi. Huo ndio Uislamu. Uislamu haujambana mtu katika ibada tu, hapana. Kwa hiyo lazima katika masiku yako au katika siku yako uweze kupanga mpangilio kama huu, uende ikawa ni sababu kubwa sana kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Kwa hiyo Al-Imamu Ali alayhi salam anatupa faida sisi vijana, anatupa faida pia tuweze kufahamu ya kwamba ni vipi tunaweza kufaulu katika dunia hii kupitia mambo haya manne. Insha Allah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wenye kuyafata na kuyaelewa vizuri na kuyafanyia kazi insha Allah. Wa ila huna aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin.